Natokea Isanga hapa, kuna mengi nimesikia hapa, nataka kushuhudia na mimi kama nyie hapa. Nimesikia hapa uliyosikia, nataka tuambie. Nimesikia maajabu ya mtoto kuongea, sijui ni kweli ila bado sijathibitisha hapa. Naitwa Anton Thomas. Habari zimetufikia sasa hivi kwamba kuna mtoto amezaliwa siku 3 anaongea. Ndio hivyo ndo tumefika eneo husika hapa, ndio hivyo mwenyekiti wa mtaa amegoma watu waingie wathibitishe, ila walioona mara kwanza wamesema kwamba wamemhoji, wachache waliowahi wamemhoji kwamba mtoto wamemhoji anaongea. Sijui habari zingine wakimhoji anaongea, mtoto wa siku 3 ambaye ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Ndio hivyo ndo tumefika hapa, umati wote huu hapa ndo nataka kushuhudia. Kuna wengine ambao wameshuhudia mwanzo. Na mimi naitwa Kristina Sendama Gilitu. Ni kama mjukuu wangu wa mtoto wangu wa kwanza. Tarehe 12 mimi nimepika humu ndani. Nilivyomaliza kupika, bwana mdogo alikuwa anapika jikoni mule. Sasa nilipoivisha tukaona kwamba tuende tukafanyaje, tukatumia chakula. Dogo alipanga tule huku, nikamwambia wafyele si wanakulaga peke yao bwana. Twende tukale jikoni sisi. Na vyenyewe kichwa kinamsumbua tukiongea, anasema mimi mnaniongezea kichwa. Si alijifungua kwa operesheni. Basi sisi tukamletea chakula, mimi nikamletea hapa, nikamwamsha njoo. Chakula tayari kisipowe sana. Haya. Mimi nikawa nimetoka nimeenda jikoni. Baadaye amekula kama vijiko vingapi, akasikia sauti inatoka chumbani. Mama. Sasa ile hali ameizoea kwa maana atoka tumboni. Kuna muda fulani kalikuwa kanaongea kakiwa tumboni. Sasa kushtuka iweka roho yake ni kama imezoea sasa kusema naye. Ameanza kusema naye kabla hajatoka. Basi akaitika. Alivyoitika, akawa ameacha chakula hapa, akawa ameingia chumbani, akamwambia mama. Akasema mwanangu unasemaje? Akasema mbona mkuu wa nchi anaipeleka tofauti na jinsi alivyoiacha huyu marehemu. Kwa hiyo mama, nasema hivi, mwambieni arudi katika mfumo ule aliyouacha aliyekuwa madarakani. Aende na huo mfumo. Kama hataenda na ule mfumo, kuna makubwa ambayo yatakuja. Sasa mama, na ule hofu kuongea na mtoto mdogo, hujawahi ongea na mtoto mdogo. Akasema sasa mwanangu, habari hizo unazozisema zitamfikiaje unavyosema kwamba zimfikie? Akasema wakutuma ni wengi. Watu wengi ambao wanaweza wakazifikisha hizi taarifa. Sasa mwanangu, ni wakina nani? Akasema watu ni wengi wa kuzifikisha taarifa nimesema. Kwa maana hiyo, mama kama mzazi atakaaje ndani watoto wananyeshewa mvua nje? Basi mtoto akaangua kicheko na kukaa kimya. Sasa mama yakaya yamemshinda, anapotaka kusema kwamba labda ataendeleza kuongea, atoke nje akamweka kitandani ili aje kutuita. Mtoto akawa amekaa kimya. Paka sasa hajaongea, hajafanya nini, yuko kimya. Sasa kwa sisi ndio likatupa changamoto kusema sasa katika agizo hili tulipeleke wapi? Tuanzie kwa nani? Tukaanza sasa kuwaza, tukaitana hapa sasa tufanyaje? Tuende kwa balozi au tuende kwa nani? Balozi labda ndio aende kwa mwenyekiti au tufanyeje? Basi kwa kuona kwamba imekuwa hivyo, tukasema sasa hapa hatuelewi. Wengine tunataka labda changamoto ya kusema kwamba tupate hata 1, 2, 3. Tukaanza sasa kuongea na watu ambao wako Mwanza, wengine wako Sumbawanga, kusema jamani huku wenzenu limetukuta hili na hili, tufanyeje? Sasa nyie mlikuwa mnafikiriaje? Hivi hapa ndio tumeshindwa kuelewa, kwa sababu limekuwa ni agizo ni kama la nchi kwamba limfikie huyo mama. Tunalifikiriaje, alinamfikiaje? Na siye tuko tu ni ngazi ya chini huku, tunafanyaje? Tumewaza labda twende kwa mwenyekiti au kwa balozi. Ndio moja akasema kwamba hapana,
hiyo itakuwa ni ngumu. Hawa waandishi wa habari mbona wanakuwa ukaribu sana na hata mkuu wa mkoa? Basi chukueni namba, kuna tukio fulani lilitokea Sumbawanga huku, namba wakaturushia na wao wakawarushia, hatukupiga wakatupigia. Kweli wakawa wamewapa dondoo kidogo. Walipouliza tukasema ni kweli, na ndio walikuja tarehe 13. Kwa hiyo sasa tukawa tumepigwa butwa, hatukwenda tena kwa mwenyekiti. Basi tukaona kwamba basi kwa sababu yeye shida yake kwamba lifike sehemu husika alikohitaji, litakuwa limefika. Basi sisi tukawa tumekaa kimya, basi mpaka sasa tuko kimya. Babake na mamake sana sana ndio walikuwa na kila kitokea hivi toka wakati yuko tumboni wananirushia mimi mama kama mama yao, kwamba mama, yametukuta haya na haya. Basi na mimi ninapolitafakari na kuwapa nguvu kusema kwamba hayo tuliwahi kuyasikia, ijapo nilikuwa sijawahi kuona kwenye macho yangu. Kwa hiyo tuliwahi sikia kwamba watu wage na kuwa hivyo, lakini mimi kwa macho yangu nilikuwa sijawahi ona. Sasa ni jambo la kumuomba tu Mungu kabla ya kusema kwamba sijui nini. Kikubwa mamake kama ni mzima, basi tusubiri jinsi Mungu alivyoandaa, kwa maana mtoto hajawekwa na mwanadamu, amemweka ni Mungu, kama jinsi alivyozaa watoto wengine na kama mimi nilivyowazaeni. Basi nikawa nawatia moyo tu hivyo hivyo. Naitwa Eliza James Magire. Kabila ni Msukuma. Ndio. Tuambie mtoto aliongea nini? Ilikuwa ni tarehe 12 ambayo ni juzi. Ilikuwa ni saa 2 usiku. Mtoto alipaza sauti nikiwa nakula chakula hapa. Mtoto alikuwa amelala chumbani. Kweli ni jambo la kustaajabu kwa mimi kama mimi. Si jambo rahisi kwangu ama ni jambo jepesi kwangu. Nilistaajabu mimi kama mama mzazi. Maana sio uzao wangu wa kwanza, ni mzaliwa wa 7 kwangu mimi yani. Na hii hali haijaanzia hapa, ila kulingana yani na jinsi yani tuseme yani ilivyokuwa. Kwa kuwa ilikuwa imenitokea kabla hajazaliwa yani kabla hajazaliwa. Kwa kuwa ilikuwa ni vigumu kutembea, hata kama ungekuwa ni wewe kakaangu usingeweza. Jambo linakutokea ukakurupuka tu sana, jamani mwenzenu unatembea, labda kuna 1 2 3, inakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo nilifuata taratibu, kwa kuwa nina wazazi na mimi na watu wanaoniongoza ambao ni watu wazima, ilibidi niwaelekeze, jamani kuna 1 2 3. Lile tunadhani tulilimaliza kama wana familia na jinsi ya kulitekeleza. Sasa hili la juzi nilistaajabu kwa sababu gani limekuwa yani la taifa. Nikasema hili jambo litakuwa ni gumu kwangu. Ni kweli waliniandalia chakula hapa jioni hiyo tarehe 12. Wakaniandalia chakula hapa, wao wakaondoka, wazazi wakawa nakula chakula jikoni, nilibaki peke yangu. Mtoto alikuwa chumbani, alikuwa amelala. Kwa hiyo mtoto alipata sauti, mama hapa anaita kwa kilugha. Niliondoka, nikaacha chakula, nikaingia chumbani. Nilifika nikampapata mkononi. Sema unasemaje mwanangu kwa kilugha, lakini basi aliweza kuongea yale alio msibu yeye kama yeye moyoni. Alisema, mama, natoa huu ujumbe ufike sehemu husika. Kwa nini rais aliyoko ameacha matakwa yale aliyoyaacha kiongozi aliyepita awali? Naomba huu ujumbe umfikie, arudi kwenye nyenzo alizoziacha kiongozi aliyekuwepo. Sasa hilo swali kwangu likawa ni gumu na zito kwangu mimi kama mzazi. Kweli nilikastaajabu jinsi ya kuuliza, lakini nilijikaza kwa kuwa ni hali ambayo imenitokea wakati mtoto akiwa bado yuko tumboni. Kuna maneno baadhi ndio nikajikaza nikamuuliza, akasema sasa hizi jumbe zitamfikieje? Alicheka sana, akasema watu wa kuweza kupeleka hizi taarifa wapo wengi sana.
Sasa nikaanza kujiuliza mimi sasa ni watu wa namna gani au tamtuma ni nani mimi kama mzazi. La mwisho akaongea akasema haiwezekani mama mzazi ukawa umekaa ndani, mvua ikawa inanyesha nje, watoto wako nje, wewe uko ndani, ni kitu ambacho hakiwezekani. Aliangua tu kicheko, basi akamenyamaza kabisa. Tangu hapo mpaka sasa hivi hajaongea tu? Hapana. Mtoto wangapi umesema? Huyu mtoto ni wa 7 kuzaliwa, lakini walioko hai wako 6 pamoja na yeye. Tuombe nafasi wote muondoke hapo. Mteni hapa. Kwa majina naitwa Joseph Mbwiro Matingo. Ikiwa tukio la leo imekuwa ni tukio la kushangaza kweli kweli. Haiwezekani mtoto wa siku 4 inakuwa anaongea na anataka aonane na mheshimiwa. Na maanisha Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inakuwa ni ngumu sana kwa mtu yeyote kushuhudia jambo kama hili hapa. Tunaomba tu mama kama mama aje ajitokeze, amsikize mtoto anaongea anataka jambo gani ili mama msikilize. Mama msikilize. Inakuwa ni muhimu zaidi mama akaja hapa Mbeya akamsikiza mtoto anataka nini. Naitwa Steven Joakim Chamazambi. Nimekuwa ni jambo la kwa majina naitwa Steven Joakim Chamazambi. Ni jambo la kushangaza sana mtoto kuongea akiwa anamtaka Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Kama amesikiliza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu, tungeomba aje Mbeya amsikilize mtoto anahitaji nini ili aweze kumsikiliza maoni yake mtoto anasemaje.